Habari. Kama kawa, I've been kind of busy hapa katikati, so nimeshindwa kuwa update na progress ya backtesting, lakini tunaendelea kama kawaida, kijaribika kitu. Okay, kama tulivyoanza, dhumuni letu kubwa ni kuhakikisha tunaingia kwenye soko na confidence na tunapima mafanikio yetu kwa consistency ambayo tutaingia nayo. Consistency katika hatua ambazo tunazitumia kufanya analysis, consistency katika kumanage risk, yani kujua ni kitu kiasi gani utapoteza ukiingia sokoni, na kuto ku over risk na kuwa na proper way of exiting, yani kwamba ukiwa unatoka kwenye soko take profit yako unakuwa relevant, yani inakuwa relevant kulingana na kile ambacho umepoteza. Haiwezekani ukawa umerisk $10 alafu ukasema upate $5. Hiyo itakuwa ni biashara maandazi. So for instance, una risk $10, your expectations inatakiwa isiwe chini ya $2. So haya yote tutayajua mdogo mdogo katika hizi hatua za kubacktest. So kama kawaida napenda tuanze na a Bible recap, kwa sababu kwangu mimi Biblia ina a very logical relationship na trading business yangu, na Biblia pia inanifanya mimi niwe mtu bora, na mimi nikiwa mtu bora mindset wise, spiritual wise na kitabia tu za kila siku, it means hata mindset yangu ya kuingia sokoni itakuwa bora. So katika Bible recap yetu tuna Bible verse ya Mithali 13 mstari wa 11. Hii Bible verse inasema, mali ya haraka haraka au fedha isiyo ya halali hupungua au hupotea, bali yeye akusanyaye fedha kidogo kidogo huongezeka. Njoo tu relate hii kitu na maisha yetu ya forex trading. Hapa alivyosema kwamba mali ya haraka haraka au fedha isiyo ya halali hupungua. Je, hii mali ya haraka haraka au fedha isiyo ya halali ina relation ipi kati ya maisha yetu au maamuzi yetu na forex trading? Chochote ambacho kinapatikana haraka haraka au vingi ambavyo vinapatikana kwa haraka haraka huwaga viko katika mfumo wa kutokuwa na mpango unaoeleweka wenye logic. Hata methali inasema haraka haraka haina baraka, which means when you in a hurry, siku zote utakosea au kuna vitu utavimiss tu katika hiyo haraka yako au utasahau vitu. Okay, so mipango, tumesema kwamba huyu mtu ambaye ana haraka haraka au anakuwa na pesa ambayo sio ya halali, ina maana hajakuwa na mpango wa biashara yake ambao ni forex. We are trying to relate this Bible verse na forex trading. So hapa tunaweza tukasema kwamba kutokuwa na mpango wa kuwa mtu bora au mpango
biashara. Mfano mzuri, ukiwa unaingia sokoni wakati labda umeona setup ambayo umehisi kwamba hii ni A+ setup au ni setup ambayo inaweza ikanipa matokeo kulingana na viashiria kadhaa ambavyo umeviona juu juu tu. Umeamka, hujafanya ile mipango yako ya kila siku au rutini yako ambayo unatakiwa kuifanya kabla ya kuingia sokoni, ukafungua tu laptop yako ukakutana na candles zikimove. Katika movement ya zile candle wewe ukaona labda engulfing candle au ukaona confirmation ya entry bila kujua viashiria vingine au checklist nyingine ambazo ulikuwa nazo, ukaingia ukiwa na hofu labda ya kupitwa na hiyo movement ya soko. Utaingia kwa haraka kwa sababu haukuwa na ile nidhamu ya kusubiria uone vitu vyako vyote vikialign ndo uingie sokoni. So hiyo huwaga mara nyingi inakupotezea pesa. So you need to have plans na kuzifuata zile plans katika nidhamu ambayo itaendana na mipango ya rutini yako ya kuingia sokoni. Kingine, naona kama kuna namna ya kutokuwa na imani. Yeah, I think so. Kwa sababu ukiwa na haraka haraka au ukiwa unaitegemea pesa ambayo sio halali na uko na mipango ya kutafuta ile pesa au ya kutengeneza pesa na mipango yako unaiamini kwamba inafanya kazi kupitia labda historical data, alafu ukaingia bila kufuata ile mipango yako, ina maana hauamini mipango ulioiandaa. Na pia unakosa heshima ya biashara yako. Hakuna mtu yote ambaye ataheshimu biashara yako kama wewe utashindwa kuiheshimu ile biashara yako. Mfano, mtu anayeuza ndizi labda huwaga wanauza labda ndizi moja 200. Yule mtu hata kama ndizi inaelekea kuharibika, ataheshimu mpango wake wa kuuza ile ndizi 200. Hata kama ikiharibika ni bora imharibikie, lakini amesimamia nidhamu na mipango ya biashara yake. So tunatakiwa tuwe na imani ya hichi kitu ambacho tumekipanga. Tumetumia muda wetu kukaa chini kukipanga, kukijaribisha kupitia backtesting labda, na tukapata kwamba hii kitu inafanya kazi. So tunatakiwa kuiapply. Katika kuiapply, unatakiwa kuiapply kwa heshima, nidhamu na imani. La sivyo itakuwa mali ambayo sio halali, au itakuwa ni ile mali ambayo unaipata kwa haraka haraka, au utaipata kwa mihemko ya hisia zako. Sawa? Na itapungua, au unaweza ukachoma kabisa akaunti yako. Kingine ambacho kinaonekana hapa nahisi ni tamaa. Kwa nini tamaa? Kwa sababu unataka kitu kwa haraka haraka. Wazungu wanasema a quick scheme, a get rich quick scheme. Yani unataka kutajirika kwa haraka haraka. Yani kitendo cha kufumba na kufumbua macho, unataka uwe tajiri bila effort yoyote, bila mipango yoyote, bila mkakati wowote. So hiyo inakuwa ni tamaa, ndo inakuelekea wewe kutaka kitu kwa haraka bila kupitia mchakato sahihi wa kukipata hicho kitu. Au ukiambiwa fedha ambayo sio halali imepatikana kupitia labda magendo, na mtu mpaka aingie katika biashara ya magendo, kuna tamaa. Mfano mzuri wa watu ambao labda wanajihusisha na biashara za madawa ya kulevya, wanaenda labda nje za nchi huko, wanatumwa na baadhi ya watu ambao wanasimamia hizo biashara, vijana wadogo tu. Kitendo cha yeye kuchukua maamuzi ya kukubali kufanya biashara ya magendo au ya madawa, it means anataka pesa isiyo ya halali, na anajua sio halali, which means ana take big risk
ya kupoteza hata uhai wake au maisha yake kupoteza, yani kwamba ile thamani yake ya maisha inapotea. Maana mtu kishajulikana kwamba wewe unafanya biashara ambazo sio halali, hata watu watakuchukulia tofauti. So tamaa zitakufanya upoteze akaunti yako. So jifunze kufanya maamuzi bila kuwa na tamaa. Soko inatamanisha sana, price inavyomove kuna viashiria inakupa kama vile A+ setup confirmation yako, lakini kama hujafuatisha sheria zako vizuri, it means tamaa ndio itakuongoza kufanya maamuzi. Alafu kuna ile hali ya kuthamini future yako. Wote tunataka kutajirika, tunataka kuwa na uhuru wa kibunda. Uhuru wa kibunda hauwezi kupatikana kizembe. Lazima uwe na structure, lazima uwe na strategy ambayo umeitest. Lazima uwe na proper risk management. Lazima uwe na management ya trade yako inapoenda profit ama negative, katika mfumo wa ku let the trade run mfano, au ku trade your stop loss na vingine ambavyo vinahusika katika ku manage trade yako. So you have to have a very structured logical plan ambayo utaitumia, sio tu utaiandika, utaitumia na utaiheshimu ili kupata future au aina ya future unayoitaka au unayoitamani kwenye kichwa chako. I think you getting me right. So mali ya haraka haraka au fedha isiyo ya halali hupungua, bali yeye akusanyaye fedha kidogo kidogo huongezeka. Kidogo kidogo hii inakuja katika ile structure yetu ya probability. Probability ni accumulation ya entries nyingi kwa kufuata sheria zako. So umefuata sheria zako vizuri, ukapata entry ya kwanza. Umefuata sheria yako vizuri, ukakosa trade ya pili, ukakosa trade ya tatu, ukakosa trade ya nne, ukapata trade ya tano, ukapata trade ya sita, which means hapo umepata tatu, umepoteza tatu. Tena ukaja ukapoteza nyingine, ukawa umepoteza 4 kwa 3. Ukaja ukapoteza nyingine, ukawa umepoteza 5 kwa 3. Alafu ukaja ukapata labda ukawa umepata 4 kwa 5. Kwa haraka haraka, kama ulikuwa una aim 1:3 au unataka ku risk 1 upate 3, ulizopoteza hizo 6, labda tuseme umepoteza 6 umepata 4. So katika zile 6 ambazo umepoteza, ina maana ulikuwa unapoteza 1, which means inakuwa ni 6 kwa sababu umepoteza mara 6. Lakini katika kupata, kila entry moja inazidishwa mara 3. So kama umepata 4, ina maana 1 zinakuwa mara 3. Entry ya kwanza umepata 3, entry ya pili umepata 3, entry ya tatu umepata 3, entry ya 4 umepata 3, which means inakuwa ni 3 mara 4 inakuwa 12. Umepoteza 6, umepata 4. 12 toa 6, you're having a profit of 6. Sijui unapata mwanga hapo. Kwa hapa kingine kwamba hii hali ya kukusanya fedha kidogo kidogo ili kuiongeza ni sawasawa na probability ya mjumuiko
trade entries, tuseme hata 100 tu. Executed consistently. Sawa, I hope napata mwanga hapa. So tukija kwenye analysis ambayo tutaitumia kufanya checklist zetu, hii ni kitu ambacho cha muhimu sana ambacho ningetamani wewe upate mwanga, na ndio maana nikasema nianzie juu, kuanzia kumaster session, muda sahihi ambao utatakiwa kufocus nao, lakini pia at the same time kuelewa top down analysis katika namna ambayo ita make sense, lakini at the same time ni kitu ambacho mimi nimekitumia, kiko proven, it is profitable endapo utakiheshimu na utafuata katika namna ambayo hautatumia hisia zako. Okay, so mastering time frame logical alignment, a comprehensive guide to bridging daily bias with precise 3 minutes market structure entries using Fibonacci and volume profile confluence. Kwa hapa nitaonyesha tu kutumia hii Fibonacci na namna gani tunapata entry kwenye 3 minutes kutokea kupata trend ambayo siku itatupa na kuendelea kutafuta opportunities kwa kuendana na ile trend ambayo tumeipata, ambayo itakuwa ndo trend yetu ya siku. Tuta focus na 4-hour candles. Kwa nini 4-hour candles? Kwa sababu ndiyo candle ambayo ina range katika zile high probability session time, mfano London open au New York open au overlapping ya New York na London. So hizo 4-hour candles mbili huaga zinakuaga na nguvu sana na zinakuaga na movement kubwa, so tutafocus nazo hizo. So time tutatumia hapa time ya TZ ili kuweza kuwa na ile ku make sense tu kwamba muda fulani mpaka muda fulani ndo muda ambao nitafocus nao. Active session ni aina ya session na muda wake, yani session gani, muda gani ambao inafunguka na kufunga labda, alafu market characteristics ni namna gani hii session inatupa aina ya movement au aina ya structure kwenye soko. So tukianzia saa 8 usiku mpaka saa 12 asubuhi, hapa tunakuwa na Tokyo na Sydney session. Kwa ujumla tunaita hii Asian session, na hii session mara nyingi inatupa accumulation ama consolidation. Soko linakuwa lina move katika range ya movement ndogo ambayo inajenga liquidity, ambayo mwisho wa siku soko litachukua liquidity zote za buy side na sell side liquidities, alafu itatupa ile movement. Kwa hii ndio itatupa kiashiria cha soko linataka kwenda wapi. Alafu tukija saa 12 asubuhi mpaka saa 4, hii ni pre-London session au Asian session mwendelezo wake. Hii pre-London ni break fupi kabla ya opening ya session ya London, na hii break fupi huaga inatupa kama fake movement ya kwenda sehemu kama, yani ni kama inaenda juu, lakini hiyo movement ya juu sio movement halisi.
So ndo maana wanasema hii inatupa initial false breakout, seeking for early liquidity, which means itafanya manipulation, wanaita manipulation, kama wanatuzuga kama inaenda lakini inarudi. Wale wanaocheza mpira, hii kitu inaitwa kufinya, unafinywa na soko. Alafu saa 4 mpaka saa 8 hii ndio London session yenyewe. Sasa hapa kuna probability ya kupata setup na kuna 4-hour candle ambayo inatengenezwa ambayo ni kubwa. Hii phase inaweza ikawa ndo inatupa movement ile ya manipulation. Saa zingine ile movement inakuwa kubwa na kutupa a good range of trade ambayo inaweza ikatupa labda 1:3 ama 1:2. So hapa tunakuwa nako makini pia, lakini hii ndio mara nyingi inakuwa kama manipulation fulani au movement. So tunasema soko ni probability, hatuna 100% assurance kwamba soko litaenda au litarudi, lakini tunalisikiliza soko, vile litakavyotuonyesha viashiria tutalifuata. You have to take that, you have to keep that in mind. Alafu saa 8 mpaka saa 12 jioni, hapa ndo movement London. Saa 8 ndo inafunguka London, ambayo itakuwa ni saa 2 ya New York. Kwetu sisi itakuwa ni saa 8 ya mchana, saa 8 ya mchana. Hapa kuna mjumuiko wa session 2, session ya London na session ya New York, which means kunakuwa na idadi ya watu wengi sana sokoni, kuongeza liquidity na movement pia kuwa kubwa. Ndio maana wanasema this is a very volatile time frame au time session. So hapa ndo kunakuwaga na ile distribution kwa watu wa ICT. Watu wanaotumia strategy ya ICT wana kitu kinaitwa AMD, accumulation, manipulation and distribution, kwamba soko linaanza ku accumulate hapa Asian session, alafu inakupa manipulation ya fake movement hapo kwenye London Open au London session, then inatupa the actual movement au the actual direction ambayo ilikuwa inapanga kwenda kwenye New York session. So hapa kwenye New York Open kunakuwa na movement moja ya hatari sana, ndio candle ya 4 hours ambayo itatupa a great risk reward au a great movement ambayo tutaitrade. Na baada ya hapo hizi nyingine zinakuwa hazina movement kubwa sana. New York afternoon kunakuwa na kama retracement au consolidation, ambapo wale smart money ndo wanakuwa wanafunga trade zao ama entry zao ambazo walizoziweka sokoni. Alafu siku inaisha, kesho yake tena tunaingia sokoni kufocus kwenye hivi vitu viwili hapa. Na focus kwenye candle ya 4 hour ambayo itapatikana hapa kwenye London Open, candle ya 4 hour itapatikana hapa kwenye New York Open. So hizi ndizo session zetu za muhimu sana ambazo tutafocus nazo. Identifying high probability candles, ndo hizi tumesema kwamba saa 4 ambayo ndio London Open typically creates a manipulation week of the daily candle. This is prime territory for reversals. So hii ya saa 4 kuna movement ambayo inakuwa ni kubwa, lakini hii movement mara nyingi inakuwa ni manipulation ama ni fake movement ambayo inaweza ikatupa chochote kitu, lakini tukiwa na viashiria vyetu.
na pia kuna hii ya saa 8 mchana ambayo ndo New York Open ambayo inakuwa na overlap na London session, yani continuation ya London na Open ya New York, zote zinakuwa kwa pamoja zikienda. Alafu hii kendo sasa ambayo itakuwepo kwenye hii time frame ya saa 8 mpaka saa 12 inakuwa na very strong expansion ambayo inakuwa ni continuation kutoka kwenye manipulation ya candle ya saa 4 au ya London. Tunatakiwa tukwepe trap au avoid the trap ambayo inatokana na zile time nyingine ambazo ni nje ya hizi time ambazo tumezisema, mfano Asian session, kipindi cha kuanzia saa 12 na kuendelea huko. Hivyo vitu tunatakiwa tuachane navyo kwa sababu itatufanya tupoteze. Inaweza ikatupa kiashiria kizuri lakini movement yake ikawa ya kiwaki. I hope you getting what I'm trying to explain to you. Yeah. Avoidance zone Asian. Kama tulivyosema, Asian ni sehemu ya ku avoid kabisa. Execution yetu ni London au New York. We wait patiently for the 10 AM ama 2 PM. Hapa tunasubiri kwa kuvumilia kwenye muda wa saa 4 kamili London Open au saa 8 kamili New York Open for candle. Hapa kutakuwa na kamfumo ka kusweep liquidity kulingana na structure ambayo itakuwepo ndani ya hii candle ya 4 ambayo tutaiangalia kwa mwanga zaidi. Na mwisho wa siku tukishaona viashiria vyote, 3 minutes ndio itatupa final say ya kuingia na itatupa precision ya kupata the most accurate entry, ili pia kutupa a bigger reward ya entry yetu. Transitioning to the micro 3 minutes fractal market nature. The market is fractal. What looks like a simple weak rejection on the 4-hour chart is actually a complex trend reversal on the 3 minutes chart. By waiting for the high probability 4-hour session candle ambayo ndio London au New York to reach a key point of interest, we can zoom into the 3 minutes time frame. This allows us to catch the exact moment institutional order flow shifts, drastically reducing our stop loss size while maximizing the potential reward. So kama tulivyosema hapo awali kwamba 4-hour, tukiangalia structure nzima ya 4-hour itatupa mwanga kwa ujumla, soko linataka kwenda wapi na point of interest yetu ni ipi, na tutajumuisha 4-hour na 30 minutes kupata ile probability ya wapi soko linataka kwenda na point of interest ni zipi ambazo tunasubiria price react. So baada ya kupata price kugusa hizi point of interest ambazo zinapatikana kwenye higher time frame ya 4-hour ama 30 minutes, 3 minutes itatupa a very clear structure ambayo hiyo structure itatufanya sisi tuweze kuwa na mwanga zaidi wa wapi soko linataka kwenda na wapi ni point ambayo itakuwa ni entry yenye probability kubwa ambayo itaendana na higher time frame movement. I guess you get in the picture. Hii ni a final summary ya kitu gani exactly tutakiangalia kwenye soko. Hizi ni checklist zetu. Very simple. We are looking at the structure,
ambayo itakuwa imetengenezwa hapa. Tuna scan to ile the overall structure ambayo inatengenezwa kwenye 4-hour time frame au 4-hour chart. 4-hour chart tukiangalia, labda tutakuta ni higher time frame, lakini tutaangalia ile higher time frame pullback yake itaenda mpaka sehemu gani, ambayo ndio optimal trade entry. Tunasikilizia price iguse, na mara nyingi hii itatupa a very good trade au a very good reward. Movement nzuri tutapata hapa kama price ikiweza kufika hapa, lakini kama price isipoweza kufika hapa, tunaiscan pia structure ambayo itakuwepo kwenye nini, kwenye 30 minutes na kupata optimal trade entry, ambayo tutatumia Fibonacci retracement ili kupata hii optimal trade entry. Tutaimark nayo, tutasubiri price ije iguse hii level ya optimal trade entry ya 30 minutes ili tupate reaction, na hii reaction tutaangalia kwenye kwenye 3 minutes chart. 3 minutes chart itatupa point of interest, ambayo hii point of interest ndio entry yetu, itapatikana kupitia reaction ya nini, ya 30 minutes optimal trade entry. So kama tunavyosema hapa, if already in a trend, look for a 3 minutes break of structure where price pulls back to a fib level au Fibonacci level between 61.8 and 80. Hii ni entry confirmation. So mpaka hapa, hizi ndio checklist zetu ambazo tutakuwa tukiziangalia sokoni. So kitu ambacho tutakifanya sasa hivi ni kwenda moja kwa moja kwenye backtesting. Hii ni backtesting ya tarehe 1. Hii ni tarehe 2 Jumatatu, tarehe 2 mwezi wa 5 2022. So tutaanza na hii, na so far tunaangalia labda gari soko linatupa maelekezo. Tulisema tunaanza na nini? Tumesema tunaanza na 4-hour chart ama time frame. Je, inatuambia nini 4-hour chart ama time frame? Tukienda kwenye 4-hour hapa, tunaona kuna mazingira hapa ya downtrend. It looks like a downtrend. Price imekuja ika pull back hapa, ikaja tena ika pull back mpaka hapa. Ukiona hii level hapa, sijajua exactly, lakini it looks like a market structure shift. Na mark level hapa. So from downtrend inaonyesha dalili ya kugeuza au kureverse. So baada ya kuona hii reversal, tunaangalia ni point gani ya interest ambayo tunategemea price ipate reaction ambayo itatupa movement tunayotaka sisi. So tutapima hii kitu na Fibonacci retracement tool kuanzia price ilipoanzia kuvunja hii point hapa. So tutakachofanya, tutaanzia hapa chini, hii level ambayo ndio hii hapa ya chini mpaka hii level ya juu, na hapa tutapata optimal trade entry area ambayo tutasubiria price iguse.
lakini pia tuta mark points ambazo tunahisi price ikireact tutapata movement. Hii ni resistance kwenda chini, inazuia price kuja chini. Kwa so far hii tutaiita optimal trade entry, lakini tutatafuta pia optimal trade entry ambayo itapatikana kwenye 30 minutes. 30 minutes tukiangalia kwa haraka haraka hapa 30 minutes na trend ambayo inatupa hii trend, hii ni 4-hour trend ambayo hii ni pullback yake ambayo imetengeneza pullback, lakini tunatarajia hii pullback ifike mpaka optimal trade entry. Baada ya hii pullback tumeona price ikiwa inaenda juu. This is an uptrend. Hii ni uptrend. Hii ni uptrend. So hii ndio movement ya kwanza, ambayo hii movement nasema hii ndio ilikuwa pullback yetu. Kupitia hii pullback, hii level ya chini haijavunjwa, lakini hii level ya juu ama swing ya juu ikavunjwa kwenda juu. Baada ya kuvunjwa kwenda juu, hii price ikarudi pullback yake na kuendelea juu bila kuweza kuvunja hii level ya juu. Lakini at the same time huku juu kwenye hii 30 minute tunaona kuna fair value gap na order block ambayo price ipo sasa hivi. So kupitia hii level we might get an entry, hatujajua exactly, lakini tunataka kupata entry. Na kitu kingine pia tukiangalia kwenye hii structure ambayo 4-hour ilitengeneza, tunaona kuna movement ya kwenda juu. Tokea hapa imeenda juu mpaka hapa, ika pull back mpaka hapa. Baada ya hii pullback tunaona price ikivunja hii level, I guess mpaka hapa. So this was the movement ambayo imekimbia na kuvunja hii level. Tuseme hata hii pullback ni sawa sana hii, maana ziko mbali. Kwa we count this as one pullback, maana ilivunja lakini ikarudi ndani. Na baada ya kurudi ndani ikachukua hii optimal trade entry. Tukipima na Fibonacci tutaona kwamba kutokea hapa mpaka ilipovunja hii level kuna optimal trade entry. Baada tukamata na hii kitu hapa. So tukiitoa hii na tukaangalia price, kwenye hiki optimal trade entry price imekaribia kugusa, lakini kulikuwa kuna fair value gap. Hii fair value gap ilikuwa ipo karibu na optimal trade entry. Kwa hiyo tutamark kwanza hii fair value gap. Tunaona price imegusa fair value gap ikareact, na baada ya kureact ikavunja hii level hapa, which means baada ya kuvunja hii level ikarudi. Katika kurudi hapa tukipima tena hii level ya kutokea mguu mpaka kuvunja hii structure, na hii structure imevunjwa. Umeona candle imevunja juu yake hapa. Hii candle ndio candle ambayo imetengeneza
break of structure. So baada ya kutengeneza break of structure hapa, it means tunatafuta optimal trade entry, na optimal trade entry yetu ipo ndani ya fair value gap, which means from 61.8 to 80 in the optimal trade entry yenyewe, lakini kwa sababu kuna fair value gap ndani yake, tuna include na hii fair value gap ambayo price tumeona hapa ikigusa na ika react kwenda juu. So baada ya kureact kwenda juu, hii level ikavunjwa tena, hii level. So this is a market structure break ambayo ni continuation au market structure continuation. Okay, baada ya hii level kuvunjwa, tukasubiria pullback ili tupime optimal trade entry ambayo tunategemea price itarudi na kureact. So tunapima hapa na wapa mwanga tu namna ya kupata entry, lakini tutaangalia pia structure ya mwisho kabisa ile iliyotengenezwa. Kwa kuanzia hapa chini mpaka pullback ilipoanzia, which means kwamba baada ya kubreak hapa tunaangalia pullback. Pullback ni ile price kurudi kwenye optimal trade entry ambayo ndo Fibonacci levels. So kuanzia hapa sisi tunachora hii level mpaka hapa juu. Optimal trade entry yetu ni 61.8 mpaka 80. Ndio level yetu. Tumeona price imegusa ika react, na baada ya kureact ikaenda mpaka kwenye hii order block ambayo price inaonekana kureject, na kupitia hii rejection tumepata market structure shift. Market structure shift kwa namna gani? Baada ya kureact ikawa inatengeneza movement ya kwenda juu, inaenda juu, ina pullback, ikaenda juu, ikafika hii level, hii pullback, ika pullback, lakini kwenye hii pullback ikavunja hii level hapo. Haijavunja bado. No, haijavunja. Na hii ndo ilianza hapa ikaenda hapo, imerudi. Kwa tutakuwa tuvunje hii level ndo tupate confirmation ya downtrend. So far hatujavunja hii level na price imerudi tena kwenye hii point of interest, tukitegemea hii level ivunjwe tupate continuation na kwenda juu, lakini price haijafanyaje, haijavunja hii level. So tunachokiangalia hapa ni reaction ya price kwenye lower time frame baada ya price kureact kutokea kwenye hii level, lakini reaction hiyo tunatakiwa kuipata, entry yetu tunatakiwa tuipate saa 4 kamili ambapo London ina open. Let's play this tuone vile soko litakavyotuambia. Kwa sababu tumejua hii level na tumepata point of interest, so hii hapa ni optimal trade entry, lakini hii nyingine ni point of interest. Kwa nini point of interest? Kwa sababu ni order block, lakini price imeonekana kureject sana kwenye hii level. Kuanzia huku nyuma hapa imereject, hapa imereject, hapa imereject, hapa imevunja vuvu yaenda, lakini ikarudi chini tena. Katika kurudi chini ikatengeneza order block. Price tena ikaenda kwenye hii order block ikawa ina reject, hapa ina reject, hapa ina reject. Okay, baada ya rejection hii
tuangalie hii point of interest itatupa reaction gani kwenye hii 3 minutes time frame. Lakini our high probability ni pale price itakapogusa optimal trade entry itakayopatikana kwenye 4 hour na 30 minutes. That is our A+ setup. Point of interest ni our setup ambayo iko katikati. Inaweza ikatupa movement kubwa, inaweza isitupe movement kubwa, inaweza isiwe na nguvu sana, lakini optimal trade entry waga ina nguvu kubwa sana. So tunatafuta hapa market structure shift, na market structure shift yetu kulingana na hii movement ya price, tunaona price ikiwa inaenda juu, lakini katika kwenda juu hapa tuna hii order block au fair value gap ambayo imeshikana na hii point of interest yetu ambayo tumeipata kwenye 3 minutes. Hii hapa ni point of interest. Ngoja tuweke hapa ili tuione vizuri. Tukizoom in. Okay, na hapa tunaona price ikiwa inataka kuja kwenye hii point of interest, lakini hapa kuna fair value gap kuanzia hapa. Hii ni fair value gap ambayo price imeshafika. So tunachoangalia ni reaction ya hii point of interest itupe market structure shift. Na market structure shift yetu kwa sasa hivi jinsi price ilivyo, ilikuwa inaenda juu, kashuka chini. Ikaja tena ikavunja hii level, imeenda juu, imeshuka chini. So either price iende juu tena, ivunje hii level, ama ivunje hii level ambayo itakuwa ndo market structure shift yetu. Hii level hapa. Ikivunjwa hii level ina maana imeconfirm inataka kwenda chini kugusa optimal trade entry yetu, kutokea reaction ya hii point of interest ya 30 minutes. So tunalisikiliza soko linataka kusema nini. Hapa imegusa kabisa sasa hii nini, hii point of interest ya 30 minutes. Na baada ya kugusa hii hapa level, it means ikivunja hii level hapa ambayo ndio ilikuwa pullback yetu baada ya kuvunja hii level ya nyuma. So hii pullback ikivunjwa ina confirm market kwenda chini, na tutapata entry yetu baada ya price kurudi kwenye optimal trade entry ya 3 minutes. Okay, hapa price inaonekana imevunja hii level. Baada ya kuvunja hii level, it means tutapima Fibonacci yetu kuanzia hapa juu mpaka hapa chini, halafu tutapata entry. Na kwa sababu hii fair value gap order block imeshachukuliwa, it means tutapimia kuanzia hii high hapa. Yeah, kwa tutachora hii box yetu hapa
Hii ndio itakuwa entry yetu. Na kwenye hii entry yetu hapa tutasubiria price ije kwenye optimal trade entry na kuanza trade yetu. Kwa entry yetu ya kwanza ni hapa kwenye hii box ambayo ndio optimal trade entry, na stop loss yetu itakuwa ni hapa juu ya hii reactions, yani point ambayo imereact kwenda chini. Kwa hiyo hii hapa ndio stop loss yetu tutakapoiweka. Tuipe rangi nyekundu sababu ni stop loss. Oh shit, no. Nyekundu. Ndo stop loss. Entry yetu natarajia price ije itrigger hii sehemu hapa. Hii ndio entry yetu. Nikaipa rangi yoyote hata nyeupe. Alafu hii ndio 1:3 yetu ambayo tunataka kuipata. Kumbuka hapa tupo saa 2 ya London, which means ni saa 4 ya kibongo bongo. Ndo tumepata price kugusa hii point of interest ya 30 minutes. Okay. So tunachokifanya hapa, tunaipa hii kijani, alafu tunaweka trade yetu kuona vile itakavyofanya. Inaweza ikatupa, inaweza isitupe. So tunachofanya kutumia hii rectangle kujua the exact coordinates ya entry na stop loss ili tuweke entry yetu endapo price itagusa level yetu. Hapa naweka trade, yani na copy hizi coordinates ili tuweke trade yetu ili iwe active, tuione trade yetu ikiplay live. Na kwa kawaida tunaweka stop loss mapema tu, naweka stop loss mapema ili kutokupoteza kitu ambacho tujapanga kupoteza. So tunataka kupoteza kile kitu ambacho tumesema tunataka kupoteza. So tunaweka stop loss yetu, tunaweka na take profit yetu. Then hapa tunaisubiria sasa price ije kwenye level yetu ya kuingia. So inaweza ikaja, inaweza isije.
So sisi tunaisikiliza soko, hatusikilizi hisia zetu. Tena tukachukua na tamaa kuingia. So ile point of interest ambayo tulisema ni take profit yetu imeshaguswa, which means our trade is not valid. Kwa sasa hivi tunasubiria price iende kwenye optimal trade entry ambayo ni hii level ya blue ya hapa chini. Tunachotakiwa sisi kukifanya ni kuwa na a good way of executing our entries kwa kufuata sheria zetu, na vitu vingine ambavyo vitatokea sisi havituhusu. Kinachotuhusu ni kwamba tumefuata sheria zetu kwa uaminifu. That's it. Vingine tunaliachia soko lenyewe lifanye maamuzi. So huu mstari mwekundu sasa ndio hiyo point yetu ambayo tumesema price ikigusa tunategemea kupata reaction, na hii ya kwanza ni ya 30 minutes, alafu kuna ile ya 4 hour ambayo ipo chini ya 30 minutes. Optimal trade entry huwaga zina nguvu ya kufanya soko li react na kupata movement kubwa. So hapa tupo New York session na hii ni saa 11 inaenda saa 12. Saa 12 imeshafika. Okay, saa 12 ndiyo time ambayo imeweza kufika kwenye ile point of interest ambayo tunategemea price i-react. So kwa sababu tuko kwenye 3 minutes tunategemea kupata market structure shift kwenda juu, alafu pullback yake kwenye optimal trade entry ndiyo entry yetu. Okay, hii level hapa, hii level hapa ndio market structure shift yetu. Kwa kwenye hii market structure shift yetu tunasubiria price pullback. Haya, kwa hiyo hapa tunategemea hii kuwa ndo pullback yetu inapoanzia. So tunapima kuanzia hii level ya chini mpaka level ambayo imevunja na kutengeneza market structure shift. Kwa tunachofanya sisi ni kupima hii optimal trade entry 61.8.
Okay, ndo 61.8. Hii Fibonacci tunaweza tukaifuta sasa. Our stop loss ni hii hapa. Our entry ni hii hapa 61.8. Kwa hiyo tunategemea hapa kuingia ni hii level na kutoka hapa. Hii ndo entry yetu. So tunachofanya kama kawaida yetu tunaweka entry, take profits ni huu mstari wa kijani hapa, alafu hii mstari mwekundu ndio stop loss yetu. Naipaste hapo. Baada ya hapo tunasubiria price ije kwenye point of interest. So kama kawaida tunasema strategy yetu inaweza ikafanya kazi au isifanye kazi, lakini mwisho wa siku tunatakiwa tuheshimu entry ambayo tumeiseti na analysis ambayo tumeifanya. So kwa mimi hii hapa nimeiweka kama market execution, lakini inatakiwa iwe limit order. Kama ulivyoona hii hapa ndo entry yetu. Hii hapa ndio entry yetu ambayo tumeona price imekuja ika trigger hii entry, na hii ya kijani hapa ndio take profit yetu ambayo aim yetu sisi ni 1:3. So kwa kuweka limit order ina maana kwamba umeweza kurisk labda $2 ikaenda mara 3 ya $2 ambayo ni $6. Nadhani hapo mnapata mwanga, na hii ndio backtesting yetu ya leo. Tumeweza kuona namna gani hizi optimal trade entries zinazopatikana kwenye 4 hour na 30 minutes, reaction yake ikionekana kwenye 30 minutes, namna gani tunavyopata entry, na imeweza kwenda 1:3. Saa 4 usiku ndio imehit take profit yetu. Wait, hapa nasema ni saa 4 na dakika 15. Kama unaona hapa chini, hapa huku chini kunaonyesha muda. Kwa hii candle saa 4 na dakika 12 ndio tumeweza kupata take profit yetu na entry yetu kuwa triggered saa 3 na dakika 3 ndio entry yetu imefanyaje, imeweza kuwa activated, ndio imeguswa. Baada ya kuguswa hapa price ika react. So unaona namna gani hizi optimal trade entry levels za 61.8 mpaka 80 zilivyokuwa na nguvu ya price kureact baada ya kugusa hizi level.
So niwatakie siku njema. This is your boy Nyumi on set. All the best katika kujifunza na kufanya mazoezi. Tukutane kesho tena, ni siku. Asanteni.